Mti wa mwaloni wanaita oak tree, unachukua miaka 100 ili uweze kuwa imara, ili uweze kutufaa. Na mti wa mwaloni tuliona kwenye Biblia ulimfaa nani? Wasomaji wa Biblia, Yona alienda kwenye mti gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Labda tutaona huko mbele. Kwa hiyo ili uwe imara, huo mti wa mwaloni usitikiswe. Uyoga unakuwa kwa siku moja na kufanyaje? Na kufa. Lakini mti wa mwaloni unakuwa miaka 100. Kwa hiyo ule unakuwa kwa miaka 100 na unaishi miaka 100 kwa mamia, hautikisiki. Sasa Shetani anaweza akakupa manufaa labda ya siku moja, ambapo kesho yake yanakufa. Lakini Mungu anakuandaa kama vile anavyouandaa mti wa nini? Mti wa mwaloni. Mungu anataka kukuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Anataka kukuandaa kwa ajili ya nini? Ya uzima wa milele. Ndio maana tunasema awahi wala afanyiji wala achelewi. Si kwa ajili ya furaha ndogo ndogo, si kwa ajili ya kukuridhisha. Niliwahi kusema hapa, nafikiri ni wiki iliyopita, kwamba unaweza ukawa labda una shida ya kama milioni 1. Unapiga sana maombi ya nguvu, unaomba sana, lakini unavyokuwa unaomba unamharibu shetani, si ndio? Unaharibu na hatima yake na kazi yake. Lakini shetani yeye anacheka, anajua kabisa huyu mtu angalijua baraka zake si baraka za milioni 1 au milioni 2, asingefanya hichi anachokifanya. Lakini sasa anaona kwamba huyu mtu akiendelea kuomba anaweza akafunguka, anakuletea ile milioni yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi unatoka hapo unasema, yani nilivyoanza maombi, kesho yake tu una relax, wala huendelei tena kufanyaje? Huendelei tena kuomba. Lakini hapo ameshakupiga nini? Chenga la nini? Chenga la macho. Anakupa vitu vichache, anakupa vitu kwa nini? Kwa uchache. Lakini unatakiwa kuwa na ustahimili, kuwa na subira, uendelee kupiga. Wewe mwambie Mungu, bana, mimi ninachokihitaji, nahitaji baraka zangu, sio kumpangia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie mfano mwingine. Musa alikaa miaka 40 nyikani. Miaka 40 sawa na siku ngapi? Kwa wataalamu wa mahesabu, kama siku 14,000 hivi. Alikuwa kila siku kila ilikuwa kwa jinsi alivyokaa miaka mingi, kila siku alikuwa anajiuliza, Mungu, wakati umefika. Lakini Mungu alikuwa anamwambiaje? Naombeni tuwe tunasoma Biblia. Mungu alikuwa anamwambia bado. Mungu alikuwa anafanya nini zile siku au ile miaka 40 nyikani? Mungu alikuwa anafuta zile alama za Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa anafuta nini? Zile alama ambazo Musa alikuwa ametoka nazo wapi? Misri. Alikuwa anazifuta, amvike mamlaka ya nini? Ya kimbingu. Amvike mamlaka ya kimbingu. Somo limekuwa ngumu sana nini jamani? Mbona tumekaa kimya sana? Alikuwa anamfuta zile alama zile alizokuwa nazo Misri. Kwa hiyo inawezekana leo kabisa alama zile, labda kwa muda uliopita, leo ndio siku ambapo labda Musa anaambiwa sasa toka. Alama zimeshafanyaje? Zimeshafutika. Bwana Yesu asifiwe sana. Alama zimeshafutika. Au utakuwa na kipindi chako cha jangwani. Ulikuwa na kipindi chako cha jangwani. Labda sasa leo ndio mwisho wa zile siku zako za nini? Za nyikani.
zile siku za nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo labda unafuta alama leo, lakini unakosa subira, unakosa kujua kwamba Mungu hana haraka. Unakata tamaa na kuona mbona nimeomba maombi haya na haya, lakini bado sijapata jibu. Lakini kweli wa mambo, Mungu hana nini? Hana haraka. Subira ni kazi kamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo 1:4, mtumishi wa Bwana, na uhakika nilitaja mapema, kwa hiyo zitakuwa ziko karibu. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 4. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu. Kwa kusubiri kwako ni kutaka ni Mungu anakuandaa kuwa nini? Kuwa mkamilifu. Kutokuwa na haraka, Mungu anakuandaa kuwa mkamilifu. Subira si kungoja tu, ni jinsi unavyotenda ukiwa unangojea. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unafanyaje? Ukiwa unangojea. Kwa hiyo watu wengi tunakosa miujiza yetu kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya paniki. Kwa sababu ya paniki, kuona kwamba tunachelewa, tunakuwa na hofu nyingi sana. Unadhani kwamba labda Mungu amekusahau. Unaona Mungu hayupo nawe, lakini hapana. Mungu anakuandaa. Mungu anafanyaje? Anakuandaa. Nabii amekuwa akitoa mifano mingi hapa. Unasema labda kama ni kijana labda mdogo labda ameomba mali nyingi sana nini, Mungu anaweza akampa. Anajua baraka zake zipo, lakini anajua kabisa huyu anaweza akampoteza aidha kwenye madisco au kwenye mambo yale ya anasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile juzi tulivyoona, wale tuliokuepo juzi hapa, tulivyoona mfano wa nani? Mfano wa mwana mpotevu. Mfano wa nini? Wa mwana mpotevu. Alikuwa na haraka sana, lakini tuliona kwamba kilichomtokea ni nini. Kukumbuka tu Mungu hana haraka, lakini daima hafanyiji, hachelewi. Mungu hana haraka, lakini daima hachelewi. Anajua kabisa uhitaji wako, na yeye anajua majira na saa zako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunapoenda, nabii anapoingia kushughulika na zile alama za kichawi ulizowekewa, nachotaka kusema hapa, tunazuia ile roho ya kukata nini? Ya kukata tamaa. Mwanadamu huwa ana tabia ya kukata tamaa. Adui anajua Mungu ana mipango yake mikubwa, si ndio? Mungu ana mipango yake mikubwa, kama jinsi wewe ambavyo una mipango yako mikubwa. Hivyo adui anakwenda kukuwekea maka ili kukulazimisha ukate nini? Ukate tamaa. Anakuwekea alama zile maka ili kukulazimisha ukate nini? Ukate tamaa kabla ya wakati wako. Adui anajua kabisa wakati umefika, lakini anakulazimisha ufanyeje? Anakulazimisha ukate nini? Tamaa. Anaweza akakuwekea alama ya kukataliwa, sawa, ambazo nabii anaenda kuzifuta, alishazielezea, ambapo labda itafanya milango yako ifungwe. Anakuwekea yani vitu kama hivyo. Uchovu, anaweza akakuwekea tu alama ya uchovu, yani siku zote unakuwa umechoka tu. Hata ukifika kanisani unakuwa umefanyaje? Unakuwa umechoka. Adui anakuwekea alama za namna hiyo na kuchukulia vitu, yani vitu vya kawaida. Hata mambo ya kanisa tuliongea juzi kwamba kuviona vile nini? Vya kawaida. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini vitu vyote hivyo leo nabii anakwenda kuviondoa. Lakini kubwa zaidi tunahitaji kuwa na nini? Na subira. Tukijua kwamba Mungu hawahi
wala achelewi. Kwa hiyo nabii anapoenda kufanya hitimisho leo la kufuta hizo alama, shetani akiondoa zile alama alizotuwekea, labda ni za delay, na wewe ukawa na subira ya kimungu, unakuwa mtu yule usiowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Leo unakwenda kuwa mtu yule asiyofanyaje? Asiyowezekana. Muhimu zaidi kujua wakati na majira ya nani? Na majira ya Bwana. Kama vile Habakuki alivyosema, ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi. Kwa kuwa haina budi. Jamani, yaani hivi mnajua, ngoja niwaambieni siri moja. Hivi si mnaonaga hapa Biblia kuna saa inasomwa labda kifungu fulani kinasomwa, labda sio mstari mmoja, labda kama mistari 4 hivi. Yaani ukisoma ile Biblia ukiwa na, yaani unaona kama vile unasoma kitabu cha hadithi ambacho kinakufurahisha. Hebu soma Biblia utaona, yaani utakuwa na hamu ya kuisoma nini kila siku. Itakuwa inafanyaje? Itakuwa inakufurahisha. Yaani utakuwa unasoma hadithi, yaani unaona kama vile, yaani hutataka kuikosa Biblia. Kwa hiyo kuna mambo kama haya utakuta unayajua kwa urefu kabisa kabisa. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja. Yaani ahadi ya Mungu lazima itafika tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima itafika ijapokawia. Lakini kwa sababu hiyo sio ahadi yangu wala ahadi ya nabii Joani kama Joani, lakini yeye ataongea kama sauti ya nani? Kama sauti ya Mungu. Ni Mungu amesema, na hayo yapo katika nini? Maandiko. Hajayatoa hewani, hajaja na kitabu chake yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaja na kitabu chake yeye. Unatakiwa kumbuke umbali uliotoka, huko ulipotoka na unapokwenda. Unapokaribia, shetani, wanasemaga, Waswahili wanasemaga, ni makabila mengi yana hiyo, mzigo unakuwa mzito unapofanyaje? Unapokaribia kuutua. Hizo si mithali au ni nini? Mzigo unakuwa mzigo unakuwa mzito unapokaribia kufanyaje? Kuutua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kumuona, unajua, kwa mfano kwenye safina, wanyama wote ambao tunawaona duniani sasa hivi na viumbe vyote, ni kwamba labda tuseme kwamba Biblia haikuweka kwa marefu sana, lakini viumbe vyote vilivyoko duniani ni mbegu ile iliyobaki kwenye nini? Iliyowekwa kwenye nini? Kwenye safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ni mbegu iliyowekwa kwenye safina. Lakini fikiria, sijui ni nyama, sijui ni mdudu, aliweza kufika konokono, kwa sababu chukua mnyama kama simba, yeye aliruka 1, 2, 3, yuko ndani ya safina. Sasa hatua 10 za simba labda au za swala, konokono itamchukua muda gani? Lakini alifika kwenye safina kwa uvumilivu. Usishindwe na konokono katika jina la Yesu. Konokono asikuzidi. Konokono alikuwa na ustahimilivu, lakini akafika ndani ya nini? Ndani ya safina. Sasa wewe si zaidi ya konokono? Wewe sio zaidi ya konokono? Mungu hajamalizana na wewe bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajamalizana na wewe. God is still with you. Si ndio? Mungu bado yuko na wewe. Ndio tunamalizia hivyo. Namshukuru Mungu ameniwezesha kufika hapo, kwa sababu sikujua hapa ningeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli madhabahu inatenda. Hii kwangu ni shuhuda, sababu hali nilikuwa najisikia nayo hapa. Namshukuru Mungu sana.
Nabii akaniambia nenda. Nimemfuata zaidi ya mara 5 ofisini. Nikimwambia mama siwezi. Unajua nikiwa hapa ni mama Nikiwa hapa ni nani? Akaniambia hapana, nenda. Nashukuru kwa sababu hata kama nikiishia hapa itakuwa nimejitahidi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokwenda kumkaribisha tena nabii aje madhabahuni, atakwenda kutupa yale maombi ya kinabii ya kufuta zile alama zile alama, sio alama zetu jamani, samani, zile alama za mwovu alivyofanyaje, alizotuwekea. Atakapoenda kufanya ile prophetic declaration, maombi ya nini, ya kinabii, ya kufuta alama zote. Kwa hiyo nabii tuwe tayari na tuwe na subira. Nabii atafanya kazi yake. Wanasema unalima shamba, unaotesha kila kitu, unaotesha, lakini kazi ya kukua ni ya nani? Ni ya Mungu mwenyewe, si ndio? Yaani wewe unatupa pale shambani alafu unaondoka, lakini ukirudi kesho unakuta imefanyaje, imechipua. Hujui kilichoendelea huko. Kwa hiyo nabii atakwenda kufuta zile alama na atatufanyia maombi yale ya kinabii. Lakini pia zaidi na zaidi, nabii pia katika hayo ataenda kutuombea yale maombi ya nguvu ya nini, ya subira, si ndio? Sio subira jina, kwa sababu kuna watu wanaitwa subira. Ni subira ile kufanyaje, ya kumgoja Bwana, ambayo tutaenda kukataa kila ratiba zote za yule mwovu. Tutaenda kuishi ndani ya ratiba za nini? Ratiba za Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Nabii ataenda kutupa kitu kizuri sana. Anaenda kutufungulia kuanzia leo kitu gani? Nilisema mwanzo. Hamnielewagi jamani. Itabidi niende mlimani sasa kwenda kuomba watu wanielewe. Kutufungulia majira mapya. Si tumeongea tena, nimeongea nikiwa hapa. Nakumbuka kabisa. Majira mapya. Nabii leo anaenda kutuingiza katika nini? Majira mapya. Anakwenda kuingilia maisha yetu. Mimi nipo, anakwenda kutoa yale yote ya kale. Ile miaka 40 ya kuzunguka nyikani, Musa alikuwa kila akilala akiamka anaambiwa bado. Lakini leo tunaenda kuhitimisha. Tunaenda kuingia katika nchi ya nini? Katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise. Karibu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante Mungu wa hema la makimbilio. Asante kwa jinsi ambavyo ulivyosema nasi. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya nabii anapokuja kusimama tena. Baba, tupe roho ya subira, tuweze kuelewa hata lile jambo ambalo Bwana unataka kutenda nasi. Ni katika Kristo Yesu Bwana tutie nguvu. Amen.